Hello ladies and gentlemen, welcome back again to Kisi Hot TV. Kama kawaida, mimi ninaitwa Nyepto Dennis, ama kipenda ni kukurekonto. I'm back again, ladies and gentlemen. I want us to talk something here. All along, we as members, we as Kenyans, we elect our leaders to go and negotiate for us, to go and fight for us. It is either you voted for your leader, either it's in Kenya Kwanza or Azimio. That leader, his aim, his work is to protect his people, Yani, in short, badala ya mimi na wewe na watu wengine tuamke sisi wote wenye tunatazama hii video tuende kuambia Ruto sijui sisi hatutaki asra, sisi hatutaki 3% levy. Kiongozi wetu ambaye tulichagua anatuwakilisha. And I mean, when that leader akienda kikataa kitu, akisema kwamba hii hapana, si kwamba yeye ndiye amekataa, watu kutoka kwake ndio wamefanya nini? Ndio wamekataa. Sasa yeye ni mtu wa kwenda kuongea asema hapana, watu wangu wamekataa. Karibu sana. I want us to talk something here. There's a quote here from the president. It is the same. It's the same as what the deputy president spoke today. I want to call this, I am waiting to see the MPs who will go against the government's plan to give their voters employment. We want to see and know those going against this financial appeal. I am waiting to see the MPs who will go against the government's plan to give their voters employment. We want to see and know those going against this financial appeal. Deputy President Raila, June 2023. Ameongea. Masaa ndio ndio temo ameongea. But I wanted to say this. Mr. President, when that leader is going to vote against, or that leader is voting against the financial bill 2023, it means that that bill it is a burden to the Kenyans. Kwa wale watu ambao wanaongoza. So, what kind of employment are we getting from this financial bill 2023? What kind of employment? Yani kuweka 3% levy. Hii inakujaje na employment? Hii inaleta employment kwa Wakenya? I'm asking you a question. Let me ask you this. Wacha niketi vizuri. You are saying 3% levy of houses that you are creating employment. Let me ask you a question. Kwani hii muda yote hakuna nyumba ambazo zinajengwa, Wakenya wangeweza kupata nyumba? Nyumba zinaendelea kujengwa kila siku. Watu wanajenga. The kind of employment that's not employment. Hiyo ni mchengo ya siku. Ni ya mwezi. Nyumba ukimaliza kujenga, next there's no work to do. You think Kenyans ni watoto, unadanganya na sweet. Na watoto wako, hii ni sweet, unamdanganya, ananyonya na tulia. What I'm saying, those MPs who will go against the financial bill, they have listened from the ground. Don't pardon Kenyans juu ya nyumba. Unaambia mtu nyumba na analala njaa. Unga ilikuwa 150, 200. Saa hii inaelekea 300. Sukari mumepata 150. Imeelekea 250. Mafuta imepanda. So
How can you get employment and yet people are sleeping angry? I mean, hii mambo tuambiane ukweli. Hii serikali inataka kunyonya watu. Na wakati huu watu mliambiwa mtoke maandamano wakakataa. Raila kawaambia Tuesday na Thursday maandamano, mkasema huyo mzee anajitafutia. Sasa ametulia. I want you to see. I want you to focus something here. Tangu Raila Amolo Odinga atulie. Tangu Raila Amolo Odinga atulie. Sumena vitu zina increase. Tangu Raila Amolo Odinga asalimiane na William Samoei Ruto siku ya matanga na pale Kasarani, sukari imeenda bei ya juu. Kila kitu kinaendelea kupanda. Everything has gone high. Kwa sababu gani? Raila used to tell you, tutoka nje, tuandamane. Wewe kwenda mzee wa kitendawili unajitafutia. Raila kiwaambia tufanye hii, mnasema mzee anajitafutia. And now you can see Raila Amolo Odinga can afford to buy 2 kg at 1,000 Kenyan shillings of sugar. What about you? Hawezi, you can't. But ukiambiwa andamana, hausikii. Listen how these leaders, how they were threatening MPs. The deputy president said like this: no more roads for areas whose MPs oppose financial appeal. That's Gachagua. And again, I want to remind this Gachagua this, that it is not a must you work with the government so that you can get the developments in your area. It is not a must. Si lazima. I mean, when you say no more roads for areas whose MPs oppose financial appeal, what is vitisho baridi? Zimepitwa na wakati. In Kenya, the constitution allows to have the opposition to observe and to disagree with the government, whatever the government is setting aside. In this country called Kenya, the opposition, its work is to observe and oppose. Oppose, contrary, oppose. Kukataa, katakata zile vitu ambazo mtaleta ambazo hazina faida kwa Wakenya. I want to remind you, Mr. Deputy Gachagua, that giving development to areas, giving development to roads, it goes hand in hand with the budget ambayo imesetiwa site. Every MP anapata pesa ile ya mwaka ya kufanya maendeleo kwa ile area ya kwake. Kwa sababu gani? Amechaguliwa. Iko. Huwezi mnyima pesa ambayo iko kwa constitution. Give them those money kwa kufanya development ile ambayo watafanya. Kama hizo zingine za rami na whatever, hiyo achana nayo. Wakenya wataelewa kwamba hatukupata rami kwa sababu kiongozi wetu alienda kutupigania tusilipe, tusilale njaa, tupate chakula. Bei ya gharama ama gharama ya maisha isipande juu, ndio manake kiongozi wetu akanyima barabara. And I want to remind you this, Mr. Deputy Gachagua and the president. Si nyinyi mnachagua hawa leaders. You are not the one who is voting for these MPs. You don't vote for them. It is these people, Kenyans, who vote for them. Now, listen to me. Nyinyi pangana na hali yenu. Wacha sisi watutetee hapa. Wacha watetee wananchi maskini. Ikifika kwa debe, wananchi watawapigia kura. Kwa sababu gani? Wataelewa walikuwa wanawapigania wakanyima maendeleo ya barabara. So remind the bigger shower one thing, that there is nothing those MPs oppose from opposition, from the government,
you are working with the people whom you are representing them in that assembly. Instead, all of us, instead all Kenyans will gather together and go to state house, go to parliament and make noise. That's why they elected you, to send you to go to assembly, to go to state house and tell Mr. Dipiga Gachagua na Zakayo the president, mwambie hii gharama ya maisha inapanda, shukisha gharama ya maisha irudi chini. So it's either you represent your people, is either you present your people or you present yourself and your stomach. Enda na tumbo yako na akili zako, ama enda kwa sababu ya wale watu ambao walikuchagua. NMP who is saying like he is supporting, and member of parliament who is supporting this financial bill 2023. My first question is, have you listened from your people? Have you listened from the ground? Hao watu ambao unaongoza, hao watu walikupigia kura, hao watu walikuchagua, wanasema nini kule chini? Kama wewe ni kiongozi na uko na akili zako na ulichaguliwa na watu maskini matajiri, wanaonao lala njaa, wako na mateso, think twice. Kaa chini, uliza, ukinyuma barabara, utetea watu wapate haki, ama ukatae kutetea watu wasipate haki, na upate hiyo barabara wanasema ni gani ambayo itakuwa muhimu sana kwa mtu maskini. We don't see any employment kwa kuweka tax kwa this fake pets, hizi ndevu, hizi watu wanapandika, hizi manywele, hizi makuja za wanawake wanaweka. What kind of employment sasa tunapata kutoka hapo? If you want to pass this financial bill, you want to see president amesema ni, I want to see here. Amesema aje? Amesema hivi, I'm waiting to see NMP voting against financial bill. Hey, Gachagua yeye akasema no more roads. President akasema hii financial bill iko na kazi, iko na employment kwa vijana, kwa Wakenya. Gani? Kama unaweka kwani kukata ushuru kwa makucha, zile wanawake wanapandika kwa vidole, zile manywele wanawake wanapandika kwa warembo, yeah? Zile piets, fake piets za wanaume wanapandika hapa, it want to tax. How hiyo sasa iko related aje na kuleta employment? Hiyo sasa inaleta aje employment? How can you explain to us? Inaleta aje sasa? Wamesahau walituambia kwamba mwezi wa 6 gasi itakuwa shilingi 300. Bado gasi iko pale juu. Now they are here na kutuambia sasa sasa watapata wewe unaamini serikali. Haya, NMP ambao utapigia financial bill, yes, Wakenya wanakuona. Usisahau kwamba leo wewe ni MP today, next time utatoka hapo, utarudi kwa raia hapa chini. Watu watakuuliza wewe ulifanya nini? Utapiga yes, next day utahitaji kuwa governor, utahitaji kuwa president. Watu watakuuliza wewe last time ulivote yes kwa sababu ya tumbo yako. Sasa umekuja hapa, watu hawawezi wakasahau, iko kwa akili. Jua tu aje, we don't vote yes for this financial bill 2023. Hii iko na mengi ambayo wanaoenda kufaidika ni wale wadosi. Wale wadosi ndio watasaidika. Yes. Mwingine amekuwa rais msafiri, and now you're telling us there is no money. You found empty covers. What happened? They stole money
nearest whatever, there's nothing, economy is, I don't know, but umekuwa rais msafiri. The president anatembea kila siku, hata utulii bwana. Uone upate mwanaume kwa poma, yeye kila siku haonani na watoto, anakuja 1 week, anaketi siku 3, anafikiria sijafika kwa nani, anatoka. Akitoka ukifika kwake tena analala usiku, ikifika asubuhi anasema anko wa huko nini Nyaribari sijafika. Tena anafika kwa, akirudi tena anaketi hivi, anasema nimekumbuka kuna mkutano wa chama kule Pungoma, tena anaamka. Huyo mwanaume kujunga poma itakuwa vigumu, kulea poma yake simame itakuwa vigumu, kujenga poma itapidi mwanaume unakaa kule, unajenga watoto na kuona, unazungumza na watoto, unakana vizuri, na maisha yanakuwa vizuri. Kama ni president, for you to rebuild this economy of this country, it is you to sit down in this country. Kwani are you the first president? You're the 5th president, lakini you are the 5th ambaye ametembea, amekuwa rais msafiri. Anyway, see you next time. Mimi nimeenda tu hivi.